Asanteni sana na karibuni tena kwenye kikao hiki ambacho huwa tunakaa tunazungumza mawili matatu kuhusu lugha yetu ya Kimaasai. Kama kawaida ninavyowaambia, nayakugaitwo moninda oleng tongai pokirare nangas ninye ajo enda sopa. Kayiolo ajo itang'amutua, nitejo sopa, nitejo ipar kulikae. Najo ashe oleng amu kigira aitobirari oleng. Niliamua kuja hapa kama mnavyojua, tumetoka mbali kiasi, nikijaribu tu kuchukua hilo jukumu la kuweza kugawa kile ambacho najua, hususan kuhusu lugha hii ya Kimaasai. Na nikaamua kuzungumza kidogo na kujaribu kutafsiri kidogo ili watoto wetu wale ambao ni wadogo waweze kujua. Neeku katon taa oshiake ajoki ntae emaape tenebo, tenaa iyata enkerai kiti nemeyiolo Kimaasai, ewuei sidai ene oleng nelotu aiteng'enare, amu kaiteng'en naitoki aitafsiri te Kiswahili peetum aibung'a netum atayiolo. Kwa hivyo karibuni sana. Tutaenda tu pole pole na ninajua tunaenda mbali. Kwa wale ambao wanataka lugha kabisa ile ngumu, video ni nyingi ambazo nimezungumza hapo chini, ambazo nimezungumza mambo mengi na muhimu na matamu sana ya lugha ya Kimaasai na hata katika lugha ya Kimaasai yenyewe. Kwa hivyo leo ninataka kuanza background tu kidogo, nizungumzie mambo mawili matatu kuhusu vyombo ambavyo tunatumia nyumbani. Na kwanza kabisa, kwanza hata tujue nyumba inaitwa nini. Nyumba inaitwa enkaji. Nyumba. Maana tunaanza hapo nyumbani. Nyumba, enkaji. Hiyo ni nyumba. Lakini nyumbani ni ang. Ama enkang. Hiyo ni kumaanisha boma ama mji. Lakini kwa maana kabisa ni nyumbani, ang. Kuna mambo ama vyombo fulani ambazo tunatumia kwa nyumba. Kwa mfano kiti. Najua ukiingia kwa nyumba lazima kuwe na kiti mahali ambapo utakaa. Hapo ama kiti tunaita olorika. Olorika. Kwa wingi ilorikan. Ilorikan. Ni vitu ambazo ni muhimu sana kwa nyumba yoyote ile. Endapash, hiyo ni kitanda. Endapash, najua lazima upate mahali pa kupumzika, maana kila mtu analala. Endapash, endapash kitanda. Emisa, Kimaasai vitu vingi sana vimeombwa kwa Kiswahili. Haswa zile ambazo zinatumika kwa nyumba kama vikombe. Vikombe, engikombe moja. Kikombe kimoja kinaitwa engikombe. Vikombe vingi vinaitwa engikombeni. Kisu, enkalem. Enkalem. Maji, enkare. Enkare. Moto, enkima. Hizo ni vitu ambazo lazima upate kwa nyumba. Sufuria, emoti. Emoti. Birika, orbirika. Hizo ni vitu ambazo labda Wamasai hawakuwa nazo zamani, lakini walipokuja sasa wakazipata, walikuwa na zao. Kwa mfano, walikuwa na kikombe kilikuwa kinaitwa enkeai. Kitambo, hiyo ni lugha ya kitambo ambayo hauwezi kuipata sasa. Enkeai. Enkeai, enkikombe. Enkeai, enkikombe ni moja tu. Lakini sasa enkeai hauwezi pata sasa. Hiyo hauwezi pata kwa sasa. Nimesema tu nizungumzie mambo ambayo kwa kweli ni mambo ya muhimu, ambayo lazima utapata pale
nyumbani. Emisa, mesa. Sijui kama nimezungumzia hiyo. Emisa ni mesa. Tumesema mambo ya kikombe. Enda, chakula. Enda, chakula. Japo kuwa kuna chakula aina nyingi, lakini chakula enda. Enda. Kwa wingi, ndaiki. Ndaiki. Kule, maziwa. Kule. Kule ni maziwa. Maana katika boma nyingi sana za Kimasai lazima upate maziwa. Na hata si za Kimasai peke yake, katika boma nyingi tu utapata maziwa, lakini haswa kwa Kimasai. Nyama, nkiri. Nkiri kwa wingi. Kwa wingi. Lakini nyama moja unaweza sema enkiringo. Enkiringo. Hiyo ni nyama moja. Hiyo ni nyama moja. So, hayo ni mambo tu ambayo ni muhimu. Maana ni mambo ambayo tuko nayo nyumbani. Vyombo ambavyo tuko navyo nyumbani. Kitu kama engela, nguo. Nguo. Nguo moja ni engela. Nguo nyingi, ngelani. Ngelani. Irkarash, shuka. Unajua nazungumza hususan katika mambo ambayo yanapatikana, na hizi ni vitu ambazo zinapatikana mahali popote. Jambo lingine ambalo nataka tukuzungumzia, ambalo lazima mtu ajue, ni hesabu. Hesabu. Unapoanza pale kujua lugha, lazima ujue kuhesabu 1 mpaka 10 ili sasa uanze kujifunza. Kwa mfano, nabo 1. Nabo 1. Are 2. 2. Uni 3. 3. Ongwan 4. Miet, hiyo ni 5. 5. Le 6. Naabishana 7. Isiet 8. Naudo 9. Tomon 10. 10. Hayo ni mambo mazuri na ni muhimu ujue. Hasa unapoanza kujua lugha yote, lazima uweze kujua kuhesabu. Nataka tuhesabu mpaka 15 leo. Tomon obo 11. Tomon are 12. Tomon okuni 13. Tomon ongwan 14. Tomon omiet 15. Najua sasa unaweza kuanza kuhesabu 1 mpaka 15. Nabo, are, uni, ongwan, imiet, ile, nabishana, isiet, naudo, tomon. Tomon obo, tomon are, tomon oguni, tomon ongwan, tomon omiet. Na kuendelea mpaka tikitam ni 20. Najua nitakuja kuendelea tuhesabu kutoka hapo 15. Tuendelee mpaka 20 na kuendelea. Nafikiri unapoanza kujua sasa lugha, ni muhimu sana uanze sasa kujua kuhesabu. Niliwaambia kuhusu salamu, sopa, ipa. Hiyo ni salamu ya Kimasai na ni muhimu kujua salamu. Asholeng, hiyo ni kusema asanti sana, na hiyo pia ni muhimu sana. Mtu anapokufanyia jambo unamwambia asanti. Olesere, hiyo ni kusema kwaheri, na hiyo pia ni muhimu. Sitachoka kuzungumzia mambo haya kwa sababu ya watoto wetu
ambao wangependa kujifunza lugha hii sharafu ya Kimaasai, na ningesisitiza tu kusema kwamba ukitaka kujua mambo mengine magumu, kuna video nyingi tu ambazo ziko huko chini, utaendelea kujua. Utaandika comment zako hapo, na utaniuliza chochote kile ambacho ungependa kujua, nami nitakueleza, kwa sababu naweza kusema kwamba kwa kweli huwa najaribu kujifunza, najua lugha hii ya Kimaasai, na si eti kwamba ni kujisifu, lakini ni kitu ambao ninapenda, na huwa naendelea. Hakuna siku ya bure ambao huwa sijaribu tu kujua jambo moja ama mbili ambao ni mambo mageni. Nayo kajoki ntasho oleng amu kayiolo ajo kisujitata, na kadolta ajo kigira ailepu tenebo. Naomba kama ni mara ya kwanza ama huwa tu unatazama na huja subscribe, tafadhali subscribe ili tuendelee kukua pamoja. Na wakati wote nikiweka video kama hii, itaweza kukupata na itakusaidia. Neo kaomoni ndajo kitana yata nkiti kerai injo metodua ena video na nemeyiolo Kimaasai. Hata nini nyana yiolo, ketii na yiolo airoro nemeyiolo aikena. Kuna wale ambao wanajua tu kuzungumza kidogo na hawajui hata hesabu, na kwa hivyo ndo nawaomba tuendelee pamoja kujifunza na sitachoka. Kuna mjomba wangu mmoja, sijui kama nitamtaja jina lakini nitamtaja, ambayo amesimama na mimi sana tangu nianze hii channel. Amekuwa tu akisimama na mimi, ananipa motisha, na hata kuna jambo amefanya, na huenda tu ikawa labda mtaona tofauti ya video hizi. Kuna jambo tu yeye mwenyewe amejitolea, na kwa kweli namshukuru sana. Na hata naweza mtaja, si makosa kumtaja, ni anko yangu Baba Sylvia. Amejaribu na amekuwa akinisupport, na hata sasa amenisupport katika mambo mengi tu ya kufanya channel hii iweze kuwa mzuri, itokee vizuri, na tunaendelea. Kwa hivyo nimeshukuru sana, tusubscribe, na naahidi kwamba nitaendelea kuwaletea vitu vizuri kabisa. Na hata kama najua kuna wengi wanaona hii ni rahisi sana, lakini ni rahisi kwako ambao unajua. Lakini kwa yule ambaye hajui, hii sio rahisi. Hii ni ngumu sana. Juzi kwa video ambayo nilizungumza tu mambo ya utamaduni wetu, tabia, na vile ambavyo tunastahili kukaa sisi kama Wamasai. Kwa hivyo ni vizuri uziangalie, na hata ulike tu, maana hata kulike tu ni bure, na najua tutaendelea kuwa pamoja, na nitaendelea kuwaletea video nyingine. So subscribe, like and share if possible. Thank you so much. Mimi ni wenu Steven Olengosera. Asanteni sana.